Bethel Clouds TV, empowering lives. Welcome everybody to the Identity Series Trial Edition. My name is Neville. I'll be your host today, and nazanzia pale majina. I'm Charles, in Amsoka, QS by profession, and I serve as the secretary for the CFC Eagles. My name is Kimberly. I am JQuat. I mean, Juja Boys. Like, studying Media 18. Here I work for Media Bethel Clouds. What's your passion? My passion is politics. Yes. Politician. What else? What else do you love doing in your free time? Oh. Free time. Photography. So again, my name is Neville. I'm a music producer, upcoming. Niko bado sija graduate, niko mabakisha like tuseme 3 months hivi, 2 months. Passion yangu ni music. Napenda content kiasi, lakini niko kama upside. So with time maybe naweza kuwa superstar za moja. Usisahau kuna mavixen hapa pia. My name is Ian Riga, the youth chair. Currently I'm an engineer and a businessman. Kuna kitu kingine sijasema. I think those are the main ones. Passion. I love doing business. I love football. I love playing rugby. Wewe team gani kwanza? Arsenal is my team. To Arsenal. Then nini ingine? Na pia kuchokoza watu wa Manchester United ni kitu napenda sana. Nimejavaa jezi leo. So that's it. Tutajua more as we continue. Niko namba gani kwa YouTube? Pia napenda kupika by the way. So for cooking services, hala. I'm sure. I'm Jerry. I'm proud to be here. Ufanya? I like to be fashion designer. Okay. Pleasure. Yeah, pleasure to meet you. Umesema? Ian Jerry. Ama? Mary. Zeni. Nilikuwa nimesikia ndo nilikuwa nauliza. So welcome again to the Identity Series episode 1. Na basically sitaki take too much time. Tuko church, tuko the synagogue. Kwanza kusema hivyo, a big shout out to the management of the church and the apostle for allowing us to use this space. We don't take it for granted. But it's an honor. This is where we've started. This is our home. So we decided east to west, home is best. The best. So big shout out to Apostle, the management and all those involved. Tunashukuru. Also behind the cameras we have a very good media team. Dan, Alex, Olvins, big shout out for making this happen. So tuko church as amesema na so basically reason yenye tuko hapa leo ni tulikuwa tunataka kudiscuss kwa sababu unajua like si ndio the next phase ya world. So tulikuwa tunataka do a lot of us maybe sometimes tunakuwa na issues ama like kuna wase like wako na wisdom kama Charles hapa na sometimes tunakuwa best tukishare na pia tukidiscuss tukijua vile tunaweza saidiana. So so tulikuwa tunataka to start Identity Series. Basically tuanze kudiscuss na leo topic yetu tulikuwa tunataka kudiscuss about this church ama tuseme Mungu kwa sababu so tulikuwa tunataka kudiscuss venye kila mse like alifind his way his way to God ama nini ilikuwa turning point
I think basically what I'm getting is, how did you end up at this church? Yeah. What was that? What was our first moment like? Yeah. Before any other thing. Yeah, so that's what we'll come back to discuss in our first episode, and with time to grow na to broaden. So tunaanza na Charles ama actually nilikuwa nafikiria ladies first. Okay. Tunaanza na Kimberly. Yeah. Reason. Oh, kinileta huko. Yeah. Huko. Yeah. I feel like ukisikiza most preachers, most churches vile ziko, kuna kwanga na ni condemnation ama nini, like taking watu tuseme like naona kama mse mwenye alikuwa na addiction like vile alichukuliwa kwa church, si like place mingi unaweza enda wakuchukue like na kuna judgmental like usikie like uko part of something, so like na pia vile ana teachingi anasemangaje Wakristo walokole like Africans vile waliletewa Bible, sorry to say, waliletewa Bible then wakachukuliwa land yao, na hapo ndo like poverty ya Africans ilianzia, cause walikuwa wanaambiwa hata si walikuwa mpaka sasa your riches are stored in heaven. So mseto anakaa anaomba Mungu ampe do, na hata kuna kitu anafanya. Okay. Sa kwangu like niliona Apostle through YouTube, hata si kwa Kenya, nilikuwa Lebanon. And from there ulikuwa unafanya Lebanon kwa kazi. Okay. And from there to like nilikuwa namfuata through YouTube. Alafu akanitumia namba yake, sasa tulikuwa tunaomba na yeye. And then nilikuwa wa Catholic, nilikuwa na like na sub church. But venye nilikuwa nasikiza kihubiri si the same venye nilikuwa church, unaona. Kwa hivyo most of the time kasa hii nilikuwa naeka tu Bluetooth kwa masikio nasikiza at least venye anahubiri. Na from there I come like sahi niko na nyimbo zangu na lakini nimeandika through yeye venye alikuwa anahubiri, unaona. Juu like venye anahubiri si kama venye ukienda church zingine, unaona. Alafu kuna kitu yenye huwa ananifurahisha sana. Kusoma Bible si kusoma like unakuja unachukua like mstari mmoja unaenda kwingine, hapana. Anatuambia ukitaka kujua Bible anzia mwanzo, at least ukuje kama unateremka, at least ujue venye ilikuwa inasema hapo mbele na huko nyuma, unaona. Sorry, umesema ulikuwa Catholic. Unajua mimi find Catholic ndio mtu atoke Catholic akwambia Muislamu akonvert akwe Christian. Nini ilikuwa turning point yako ya sirudi Catholic, now I'm taking this next step kuja hapa? Cause like I like gospel. But unaona nikiwa huko like unaona father akikuja pale hata uja understand alikuwa anasoma wapi. Sometimes hata unakaa tu unaangalia tu watu na home bila kitu, unaona. Lakini venye nilikuwa nasikiza Apostle like kuna kitu yenye nilikuwa na get. Okay, maybe disclaimer. Hii video is not pointing or painting any religion in bad light. Ni ile tunataka tu kujua, even if me ni join Catholic, what made me move there. So that's just a disclaimer that opinion tuna express hapa ni personal opinions. Si opinion inafaa ku change watu watoke one side and another side. Is just personal opinion. So how long have you been in church? Since ama wacha niseme since uanze kufuata, wacha niseme tu church from YouTube. Last year, no, February last year. Also ni almost a year. But umekuja hii church physically since when? November last year. Okay. Kwanza umesikia ni producer, umesikia anatoa ngoma so collab. Lakini sasa unajua beat zako ni gani? Anaimba wimbo Kikuyu, Kiswahili, Kizungu? Kikuyu. So sija una beat ya Kikuyu, lakini unajua kuna waga na time for
It's not change, yeah. So Piga kigosho ingine hapa. yeah, lakini Kama kurekod shamba. naweza kurekod ukitaka. Kunde beat ndo tunaweza kimbizana kiasi. Yeah. So so next how many answers? Charles. Okay. Next thing. Hi guys. Hi. My name is Charles. As I said before during the introduction, I'm a QS by profession. QS ni nini? QS stands for quantity surveying. Good. What you do is like we work closely with the architects. They produce the designs, but we are the ones who do the costings. Tunapiga budget ya mjengo straight from the start of the project to the end of the project. You can call us commercial. Some are called commercial managers. In other developed firms, we are basically construction cost consultants. We manage the money from the start of the project to the end of the project. Enough about that. How I found myself in this church is actually through my mom, who happens to be our patron, our youth group patron. That was in mid-2023, last year but one. That's when we tagged along with my small brother as well. And the very first moment, or very first instance when I stepped into this, I wouldn't call it a church because it's a church. Okay, it's a church with a difference, yes. It's not like normal churches. Again, drawing to the disclaimer that our chairman has made, not to discredit any religion or any church or anything. But I believe this is a church with a difference because when Apostle steps on the ground, let's not even start with Apostle. From the start of the service, which is the praise and worship, it's very much engaging. The songs are very good. We have wonderful singers, we have wonderful songs. Even if I'm not a Kikuyu guy, but I actually pick out one or two things, and I know at the end of it all, I'll be able to understand the language quite well. So again, I start with the praise and worship. It's top notch. It's very good. People are very passionate about singing. I love praise, particularly the jumping, the kigosho, everything. I really love that as one of my I don't know whether to call it a hobby. It's just a passion again for music. That's a side thing. I love singing. Okay, I don't know if I have a voice to sing. I've never been called upon to be. I'm naimba tuko bafu. Yeah. I do sing in the shower, it's guilty. But in low tone, si ati ile watu wanasikia. Ajilia kimoyo moyo tu. Yeah, so album yako kwa unasikiza peke yako. Maybe you can collab with Mary or maybe produce a song, but I'm not much of a singer. Yeah, so the praise and worship is good. That's where I start from, and then now comes in the teaching when Apostle and Kanyaga kwenye madhabahu, when he steps on the altar, he releases very powerful teachings. And when you listen to this man of God, you realize that he's a very anointed man of God. He knows a lot of things concerning our lives as human beings, our lives on this earth, and also as God, because he also has a good command for the Bible. And my prayer is, or my wish is that I can be able to be like him, even if he's not as good as him. I can be like him. That is in terms of how he knows the Bible, his teachings, which are always relevant to the congregation. But most of my passion is how he knows the Bible. Like he'll just come up during any of his service, he just remember, say, open the book of this and this. Actually, that command of the Bible, he knows each and every part where to get scripture, and that is something that we should be lived by human beings. There's also this scripture in the Bible which says that human beings, I don't know if it's a scripture, but human beings were created to serve God, and to praise God. So our main mission and objective in this earth of ours, yes, we all have our careers, but our main what we're supposed, or our calling on earth, is just to serve and to praise God. That's why you are alive, because you do realize that our lives don't last forever. We reach a certain age and then we die, and then the next generation comes in. So the question should be, if you're not been serving God all through your life, you are still during the earth, on earth, what have you been doing? And even so, after one goes, where do you go? Do you go to hell? Do you go to heaven? So I think it's a calling that I would call to people to to be really serious with Bible matters, to be serious with God, so that it is well with you, even when we leave this earth, which is our inevitable end. We know that we are secured. We have secured a place in heaven, to be praising with
our ancestors, akina Abraham, akina Moses. You know, yeah, I think that should be the driving force of our lives here on earth. So yeah, I found myself in this church through our mom, and ever since I joined the synagogue, it has been nothing short of a blessing to me, because I take the Bible teaching very seriously. From Apostle, his advice, his counsel, it's really good. So yeah, I love the experience, and that's just where I am as regards you know, being a member of this church. Yeah, that's it for me. Yeah, ilikuwa deep. Anyways. So as for me, mine ilikuwa a little bit different kwa sababu so acha nianze 2020. Okay, acha ni put in perspective, as in like kuna so many things that happened, so acha to go back to 2022. So 2022 nilikuwa na smoke weed a lot, and so nilikuwa stoner, and then yeah, I come okay, on the last days nilikuwa na smoke tuseme blunt nusu, and then ilikuwa inanipeleka Na sahi? Sahi si smoke. Kwanza sikiza story. So nilikuwa na smoke like on the last days before ni stop, nilikuwa na smoke like tuseme puff 3 ama blunt nusu hivi, and then inani mess up, the end zinanilipukia and then nilikuwa nakuwa paranoid, nasikuwa like, unajua nilikuwa nafikiria the more na advance ndo the lesser I get paranoid na become. So lakini nilikuwa advanced too fast maybe, na hii time nilikuwa smoke tuseme blunt 3 a day, like nikipika like naeka sosa kando, like unajua kwa plate ka kenye naekaga cup, naeka blunt 3 hapo, alafu naeka food, and then like tuseme na smoke, and then nakula na smoke nakula, and then kafika to some point manze, on the last day nilismoke to puff 3, then tulikuwa kwa shop ya rafiki yangu alikuwa anauzaga manguo, so tulikuwa hapo nyuma na smoke, tukaingia ndani, cha zangu zianze kukao, like I feel too like hiki tu like nimeguza tu, lakini venye na feel like ni kama nimesmoke like all day, na kaanza kuwa paranoid, naanza kusikia voices in my head like ilikuwa traumatizing. So kaanza kuambia mwere wangu akaniambia aje ndo buy maziwa. Sasa nikakimbia nikashika maziwa vizuri, nikarudi like 30 minutes later hizi vitu hazishuki bana, hazishuki na time inasonga, na sasa nimechapa tu blunts puff 3 na nikaenda like ma 3 hapo. So mimi nikajiambia acha niende kijani, hadi sijui nilifika aje, lakini nakumbuka nikitembea like, kwa sababu nilikuwa MKU, na MKU kuna place inaitwa Runda, na wasi wanajua Runda, like Runda ni base ma student tu wana stay, so like nzile ma bed sitters tu, 1 bedroom nini. So like nilikuwa napita, sitakuwa specific ni wapi, lakini naona like hii building inside naona watu kwa balcony wananichekelea wow. Saa mpaka like nikapita madhe fulani alikuwa anauza mboga hapo hivyo, sijui aliniambia nini na Kikuyu, hadi sikumbuki nishika nini tu, akili yangu ilikuwa inaniambia nifike tu Kijani. Nikafika Kijani, nilikuwa na red light sijui mbona napenda red light, juu hadi sasa nilikuwa na red light, nikawasha na feel kitu inanichoma, then naanza kusikiza, nasikia voices, nasikia tu voices. Kajiambia aje acha nitoke hapo, kulikuwa na nebangu demo alikuwa anakaa hapo. Sasa juu nimepanic, mimi like nashindwa kuongea, so namwambia tu ati naweza nikalisha alafu nikakaa hivi, nikaona naweza kuwa nimechoma, kwa sababu naget sije muongelesha hivyo. So nika decide acha tu nirudi lakini sasa imeanza kuwa late, ni ma 6 hapo,
ma 6 ma 5 hapo. Nikajiambia acha tu nipige tu mokoro tu manze juu. Sasa like ni panic like, so naanza kumpigia namwambia mom nikujie. Nasikia ati nikukujie na exams zinakaribia. Haya, mbona nikukujie? Kamwambia niko hai. Kasikia nduru. Nataka kuniua. Nataka kutuua bwana. Nikaja nimechoma. Sasa akapigia manko zangu. Manko zangu sasa akaanza kunikola na niongelesha. So mimi nika decide aje nipigie umri. I guess hadi walipigia umri wangu. Na umri wangu tulikuwa naye high school, alikuwa anajuana. Akampigia. So akampigia msaka akakuja akanikalisha. Kafika masaa 2 hapo ndo zikashuka. Saa 2 zilishuka nikarealize mess nimefanya. Mungu ananiambia nisiende home. So venye nilifanya exam, mimi kwenda home, nikapenya tu nikina kwa auntie yangu. And then nikakaa like 2 weeks karudi. And then nakumbuka bado nilienda church fulani SK pale Nyeri, John yangu ni Nyeri. Sababu mimi naitwa nikienda sijui ni provost ama. Nikaenda like nilikuwa naenda like 3 times a day kwa mwongelesha. So hapo hivyo ndo venye ilianza like change yangu ilianza. So kuongeleshwa hapo sijui ile happen aje, lakini sijaitamani weed tena. Nasikuwa naenda a day bila weed. So nikarudi home hadi mama tukaongea mamangu ya story, lakini karudi hostel next year. Akasema alipi nyumba tena. Nikarudi hostel kama Januari. This time sijui kama nafaa kusema stories za mamangu. Anyway, mamangu itema kwa anaenda church. Kitambo alikuwa anaenda church, but this time like alikuwa na party. Hizi time alikuwa anakujaga like ma 3. Like alikuwa anashinda Mugithi. Unajua Mugithi? Time zingine hadi like my friends zake alikuwa ananiambia sambe sana yako akuje. Lakini mamangu alikuwa anataka kuniprotect. So sikuwa naenda hizo Mugithi. So Januari nilikuwa naenda Tacho. Saa June nilikuwa na mess nikismoke weed, sikuwa naenda classes zingine, sikuwa nataka kwenda Tacho. And then like kitu. So nikajiambia acha nirudi chuo. So nilikuwa nasoma hospitality. So mimi nilisema tu venye tu nilimada Yesu nilisema mimi sitaki masomo tena, mimi nataka kitu practical. So ndo nikajiambia niingie hospitality. Kumbe hospitality na lazima get like ilikuwa so wide, so pia sikuwa naipenda. Mimi nilikuwa nataka kuwa chef. So ya semester nikamaliza. And then nikimaliza hivi na mother yangu naye kama alikuwa ameanza steps zake za kurudi kwa God. Unajua like ukiwa deep Christian, especially kama ulikuwa Christian before and then ukaingia deep kwa sababu alikuwa anaenda Mugithi. Unajua mtu uko na watoto grown kuja 3 am nini asubuhi ukiwa drunk, like sikuwa nimeona mamangu drunk ever until hii time. So kusema kweli alikuwa deep. So kwanza kurudi kwa Mungu inakuwa battle. So venye nilikaa mimi nilipata shaanza like battle yake. And sitaki kusema vitu zingine, but basically during this time ika have kudefer. Basically mimi nice actually kwa sababu nilikuwa nimechoka na chuo. So nika have kudefer and so madangu naye battle zake zikaanza na ikafika a point like hadi family members, so unajua like mpaka like family members, unajua ukianza kurudi kwa Mungu venye huko kuna watu wanajua. So like family members mpaka mnakosana nao nini. So basically walikuwa wanasema ana cheesy, walikuwa wanasema ati nachanganyikiwa sijui nini, kwa sababu alikuwa na go these days akiomba analala kwa gari, unaona. So wanaanza kusikia tena lala kwa gari nini. So walikuwa wanadai kumchukua wampeleke sijui wapi, wamdunge
walikuwa wanadai so sijui wampeleke Mathare ama sijui nini, anasema ati amechizi. Na mimi naona tu mamangu like ako sawa, kwa sababu mimi nilikuwa naona tu like amekuwa spiritual. So during this time actually nakumbuka day moja tumeenda na yeye like yani tu amefeel tu atoke tu kwa hao, so tukaenda na yeye tukaingia kwa gari tukaenda, tulikuwa tunaishi Gilgil, so tukaenda tu tukajoin highway, wase wanajua highway hii side ya chini, alafu tulikuwa tunaenda Naivasha, lakini tukafika mahali tukika gari kando, and then mamangu alikuwa na watch video ya poster that time, akachukua tu simu akaweka hapo hivyo, tukazima gari, tumekaa, kulikuwa kunanyesha, tukakaa hapo pamoja. Sasa tulikuwa tuna watch video ya poster, so hapo hivyo I guess nilikuwa first time kuona poster. Alafu mimi nasikia ati msano alikuwa mungiki nini, so nilikuwa kinda iffy, but yeah, like mimi nikiona venye mamangu amekuwa spiritual, mimi naona amekuwa spiritual, I mean naona like yeah, acha tuone nini. So hapo ndio ilikuwa first time, and then na mimi nikaanza like kuomba. Nakumbuka kuna hiyo one time sasa like vitu zilikuwa so worse, like basically karibu basically either kulikuwa kuwe na murder case, so ilikuwa that bad, kulikuwa kuwe na murder case nini, like mimi nilikuwa prison sahi, so after hiyo hatungerudi home mimi na mother yangu, so tukaenda tukalala kwa gari Buffalo Mall, watu wanajua Buffalo Mall, and yeah, so tukalala kwa gari night ingine tukalala kwa hoteli fulani, and then ndio sasa day moja tu like mangu 3 AM tu tukadrive tukakuja hapa hivyo service, lakini gari ilikuwa na shida at that time, so tulitoka 3 AM lakini tulifika huko service ikiwa imeanza, so tukakuja service, and so hiyo ndio ilikuwa first time kwa church like in a long while. Na mimi kusikiza service, mimi kwa sababu like nilikuwa at that time vitu nilikuwa nimeona mimi nilikuwa naona tu kama ni kwa Mungu ndo naenda places fiti, so tukakaa hapo hivyo church. Anyways, sitaki kuingia too deep into it, so mamangu akadecide ataki kurudi huku tena, and then tukaenda home, and then vitu zika settle down, tukakuwa fiti, and then sasa mimi na bro tukahama. Anyways, familia mzima tukahama sasa nini Gilgil, tukakuja Nairobi. So vile tulikam Nairobi, so mamangu akaanza kukam church, na venye alikuwa anakam church na like alikuwa amenileta huko, so akaanza kuniambia na kuja church, mimi nikaanza kuja church, and yeah, like that nikaanza journey yangu hadi mimi into spirituality. Yeah, so mbona vile nijipata hapa, najua ni long story lakini yeah, that's basically it. Yeah. For me, it's back in 2022 around October. Nilikuwa na feel like life yangu nilikuwa nimefika mwisho, in the sense that kuna so many things haikuwa ina work for me, na by this I mean I felt I lacked peace, like sikuwa na peace. Nilikuwa na shop hapa Nyamakima, napiga hustle. There are days I used to make good money, but at the end of the day either hiyo do itapotea through vitu concerning health ya madhe or something, like things were happening where I could not singeza kulink where when I get money inapotea through something. So in 2022, and that is October ikiisha, nilikuwa na watch YouTube sana, and that is when I bumped to channel ya Vincent Mboya. Yeah, Vincent Mboya. So alikuwa na hoji ya Apostle. I think ilikuwa one of the first videos Apostle ashaifanya,
And as my colleagues have said, there is something about Apostle Ndoro Waruinge that akiongea, when he speaks, either you feel one una relate naye kitu anasema, number 2 una feel a sugarcoat, like ana call black and white. So wakati nilisikia interview yake, I was so interested in wanting, ushaiona ukisearch jina yake, then YouTube videos zinakuleta ni 2, unangoja nani atapostia 3, yani unangoja next episode ile kitu ataongelea juu. Alianza kunicaptivate ile like kuna vitu anaongea zina make sense, na ni vitu, I think, lack of a better word, Christianity, sorry to say, where Christians tumefail ni sometimes kuna a lot of hypocrisy. Watu wapendi kuita vitu vile iko, like umeongelea ulikuwa na addiction ya weed. Kuna mtu hatataka useme hiyo juu anaona ni kama unachora negative picture, but to you unajua that is a battle that you have gone and won over. So hiyo time I nearly committed suicide, by the way. Nilikuwa nimefika ile level ya nimefika mwisho. Now I remember the day nilikuwa commit suicide was like on a Thursday night. Nilimeza pills ka 22. Na nakumbuka what I told God is, mali nimefika, sitaki kuamka kesho juu na feel na lack your peace na siget your solution. But let me say this, if kuna kitu God alinionyesha ni, you see when God is not done with you, hata ujitupewa, hata ujike katikati ya super highway, yani ufanye tu kitu ile inaka crazy. Unaweza gongwa, umie, hata uwe paralyzed, whatever, but if God has said it's not your time to die, hata ufanye nini uwezi. So I remember the next morning I woke up, Mungu tu aliniamsha mapema around 3-4. So na imagine unajua umekufa, ukiamka unadhani kwanza umemkia heaven ama umemkia Maria judgment, then unapata kwa room yako, unashindwa kwa nini ni gani tena. But the good thing is when I woke up, I just found myself in tears, and it's like God alikuwa niamsha like kuniambia, you have a lot to do na it's not your time. So lazima kuna kitu Apostle usema hapa ya like, wacha God akumold vile anataka kumold. Like it's not going to be comfortable, it's not going to be fun, it's not going to be yani ile kitu, hiyo journey inakuwa difficult for all of us. I think tume experience part of that or a big chunk of that. Unajua haikuwa rahisi. Sasa zingine unafika mpaka unajiuliza, oh God, nikali nisahau ama ni, but it's part of the journey. So on Friday nikampigia, cause kwa hizo interview alikuwa anapeana namba yake. Nikampigia akashika, nikamexplainia a few things, akaniuliza Sunday unadu, nikamwambia nitakuwa tu home. Akaniambia kuja church. Hiyo time tulikuwa church ilikuwa City Stadium. Akaniexplain, nikamwambia najua hiyo Billy Ruaseva naijua, so nikifika hapo siwezi potea, because of course kani Sunday ukifika hata ukiulizia tu hapo mtu atakwambia ndio hii hapa, plus after all ni Sunday, so uta expect to see either watu wakiimba or something. So nikaingia nikakaa kwa congregation. Sasa hizo present worship ndio ilikuwa on, so sikumtext eti like nimefika, because nilijua tu either way tutapatana. Nikaingia nikakaa, then nikafika time ya sermon. The first thing he did, aliingia hivi kwa, alisimama kwa altar, akaangalia, akanipoint, akaniambia nisimame. And then I remember there were 2 ladies from Thika, akaambia wasimame. So ile panic tu kwa nayo like, boss, hatujaionana, sijai kutumia picha yangu, umenisimamisha. Hata sasa na imagine nini inaenda kutoka kwa mdomo yake, niko na hiyo tension. Then I remember akaniambia, God shows me you're a prophet and there's so much that he wants to do through you that utakuwa shocked by what God can do. And also there's some things alinena. The 2 ladies nyuma pia kulikuwa na lady that same Thursday nilikuwa nataka commit suicide, yeye pia alikuwa anataka commit suicide, but yeye ilikuwa, I think vitu pia ilikuwa imefail kwa life yake, alafu imefika mahali hadi hana do. So ana imagine watu wake wakaenja, ushai feel like okay, ushai feel like you have a responsibility to some people
na hauna capability ya kuwa sustain, so akaona afadhali awachukue waende Rivachania tupe kwa Rivachania wakufe than aishi akiona watoto wake wakiteseka juu challenge na go through. Then the same thing God akafanya ya ebu ile namba ya Apostle ebu mpigie onekana atashika, akashika. Ndio Apostle akamconvince, akamongelesha. I think hata kuna samani Apostle alimtumia kutunulia watu chakula nini na nini, akamwambia come Sunday church. The other lady I think ilikuwa pia hizi mambo ya altars ya mshona hizi families, maybe even some of us in them, where unapata kani madem wote hiyo familia either their marriage kuna issues, yani kuna kuanga tunaka issue na marriage, so it was the same thing na huyu, na hakuwa anaelewa kwa nini yeye na bwana yake walikuwa na fight sana mpaka ilikuwa imefika mahali divorce ilikuwa ongoing. So fast forward to now after service, hiyo wakati tulikuwa tunakumuona, hiyo time hakuwa na deliverance by the way. After service ilikuwa ni session 2, watu wanaenda kumuona kwa ofisi. Nikaenda kaniangalia, akaniambia we zile family altars zina kukimbiza ni vitu serious sana, cause I have step siblings, so from side ya step siblings wangu kuna mauchawi walikuwa wanatumia na nini, na mimi nafanya madhara na kwa mgonjwa every now and then, vitu hazifanyiki. Baraka niambia kuna vitu bado God ananirevealia, so come on Wednesday for deliverance, so that nikuambie what itakuwa revealed to me by then. So Wednesday of course nisikia kwenda tu job kwa shop yangu, nikaambia boy wa shop leo sitakuwa, so kuna so the tricky thing is hiyo siku Tuesday kuna client kutoka Kisumu alinipigia, alikuwa ametoa namba yetu I think Facebook or something, akanipea order nyingine. Hiyo order nilikuwa niende karibu 40,000 hiyo siku, hiyo ni profit, hiyo si revenue. That's why nilikuwa nakwambia kama ilikuwa kushika do mimi na day hata kuna siku ningeshika hata 60,000 profit. Tuka-agree kila kitu, akaniambia kesho nakuja, actually na travel kutoka Kisumu hadi Nairobi overnight, so nitafika asubuhi, so by around 8-9 nitakuja kwa shop yako, nilipie mzigo, niache mkipack, kuna shughuli fulani nafaa kuenda, nirudi baadaye nichukue vitu. Nikamwambia ni sawa, but mimi sitakuwa, so business partner wangu atakuwa na kijana wa shop atakuwa, so nimewa notify kila kitu, we feel free to come, na nikamtuma namba yao. Do you know client aliambia hapana, mimi nataka wewe ndio kuwe, kama si hivyo hakuna deal tunafanya. So hiyo time nikakaa chini home, una imagine una do, alafu una imagine kesho by end of tomorrow unaweza kuwa na 40,000 kana kuangalia hivi. But at the same time that is the same day unafaa kwenda deliverance. And now that brought me later nikakuja ku realize when Satan knows you're on the verge of deliverance, yeye uleta something ya kukudistract. Na mshaisikia hata Apostle akisema kuna time ukikosa kuchukua blessing yako ikupite, kama ilikuwa ikupata after 10 years you'll have to wait for another 10 years. So I feel like if your time ningeamua niende shop, hiyo siku blessing yangu ingenipita. Na sijui ingetake how long before maybe ni get hiyo blessing. Juu hata ningesema maybe the following week in deliverance, maybe God hangeni deliver because I feel like nilieka money first before. So I remember I prayed about it, nikaambia God, if you client hata proceed with the deal as agreed, ni sawa. Juu as I said, peace is by the way, ukikosa peace hata ukiona do by the yani hata iwe kusaidii. So nikazima simu yangu, nikaambia business partner wangu, nikaambia boy wa shop, nikamwambia ndio detail ya client, order alikuwa nataka kuweka ni hii, nimpigie, mkisha agree sawa, kikataa mimi sijui nitafanyaje. Kama atakuja after nimetoka deliverance, well and good. Nikazima simu juu nilijua distractions zitakuwa mob. Nikafika church, alikuwa ameniambia nikuje by around 10. Nikafika church, nikaenda kumuona kwa ofisi. Akaanza na feel aje leo, nikamwambia sina peace. Nikamwambia siwezi kudanganya eti niko poa, sina peace, na feel disturbed.
but I am hoping for the best. So there's one thing akaniambia, your story reminds like akinionanga na yeye ujiona juu yeye hata alters alikuwa na fight ni because kama mshaisikia story ya Apostle when mama yake alipelekwa jela, the dad aliambiwa mama yake amekufa, so the dad I think ali get another wife, no ile with ile like wife yangu amedai, alafu na hiyo time ilikuwa ndio get communication. Hiyo time ya wazungu ilikuwa lazima wazungu ndio communicate juu na nani yuko kitambo, nisi kufikia imeteka very long time. So mama yake alirelease from prison, baba yake akaona mama yake akastuka juu it's like umeambia mtu amekufa alafu namuona, so unashinda kwani mtu ameenda amefufuka ama nini happen. So alikuwa anasema when naongelea about step family na nini, yeye amepitia the same thing, so alikuwa na feel like na relate na story yake. So akaniombea akaniambia njia zako zimefunguka, na as a Christian hakuna kitu mbaya kama ukiwa on the verge of yani umefika mwisho alafu mtu akwambia njia yako imefunguka, ikawa una expecting uangalie hiyo njia hivi uone iko wapi, yani we feel so glory imekumwagikia. Nikakaa chini nikasema sawa, kaniambia twende deliverance. So nakumbuka during hiyo time ya deliverance after sasa sermon hiyo kati sasa alikuwa anaombea watu, akasema kama unataka kuokoka nini na nini kama hapa mbele. Mimi nakumbuka tu nilipiga magoti nikaanza kusikia yani nikanalia juu like nilikuwa na feel ka God ananiambia itoe tu kabisa. Like ongea kutoke, yani don't usi hold back anything, hiyo pain una feel express tu. Apostle akakuja akaniombea, then after deliverance of course wale watu walikuwa ndaka kumuona wakaenda kumuona. So since church ilikuwa hapo City Stadium, nikatembea tu hadi shop ya Makima hapa. Nikafika kwanza nikapata masura ziko kwa shop, watu wamekasirika, deal ni kama ikuivana. Nikajua noma, but unajua mtu paka business partner wangu ilikuwa feel nikali kama nikasirikia juu, ni kama ushaona ile ni kama mtu anasema tujao hii deal zingine juu kukua, but mimi deep down niko like my peace first. If then you know they say there's no need of gaining the whole world and losing your soul. I feel hiyo ndio ilikuwa my idea that time. So nikafika kwa shop hata siongeleshi mse juu na feel nika kuna so much na go around my head na I just needed you time ya kwanza ku relax. So shop tuko tunafunga 6. Tukafunga, mimi na boy wa shop tunatembea tu pole pole tunakaa hivi kwa stage. Nasikia simu inalia. Kaangalia namba sifahamu, but ni hizi namba zinakaa, unaona kaa hizi namba za Safaricom ma 000, yani inakaa namba ya kampuni fulani. Kalia kwanza sikushika, inajuliza nani. Kalia pili sikushika. Ya tatu nikaona namba different but sijai save pia. Basho baka hebu chukua hii simu. Ujui ni nani anapiga. Kama halo. Ambe Ian, kwa nini tunakupigia ushiki simu? Mimi ni HR wa I don't know if I'm allowed to say the place, but yeah, the parastatal that called me. Tunataka kesho ulete document zako, unafaa kuingia job Monday. So hiyo ni Wednesday, so nakalculate Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Okay, kwanza niko ni kama prank. Sikutaka kuambia Apostle juu hakuna kitu uambie mtu good news alafu ikuje backfire. Nikapigia mother nikamwambia kuna simu nimepigiwa na ujue kitu fani, hii job nilikuwa hii place nilikuwa nafanya internship 2015. So nilikuwa nimeambia nikimaliza nachukuliwa job, so niligraduate 2017. So from 2017 to 2022 nimekuwa naambia tu ngoja. Wakanipigia hiyo time sasa. Nikakaa chini nikafikiria, nikamwambia kaniambia wewe kesho wewe amka peleka documents zake vile amesema, kutoka hapo tutajua. Asubuhi imefika, niko kwa Super Metro naenda koziko ST kwa Yakiwe, nikaona HR anipigia, nikajua ikimeumana. Nikashika halo, kwanza ushaishika na sauti nyingine huruma kama walikuwa wanakuambia wamerevoke hata anaweza change mind tena. Akaanza huko, nikamwambia niko kwa mat on the way. Kaniambia kuna kitu nakimbia West kuchukua, so ukifika
waambie weni wacha niseme kama mteja wangu something like I expect to see you. So in like 20 minutes I'll be back. So sikuwe na wasiwasi. Kufika tu hapo reception akaniambia si lakini ushaikuwa kwetu so unajua how things can be. Sawa, utanipata tu hapo kwa reception. Kafika kwa reception, so wale watu nilikuwa wakati nilikuwa nafanya internship nilikuwa pita hapo anasema ni aje umerudi, naambia kitu kama hiyo lakini acha nini. Unajua utaki kusema na bado hata so akakam tukaenda kwa ofisi nikampa documents. Kuna kitu alisema mpaka nikaona yenyewe kweli altars ni vitu hatufai kuchukulia for granted. Juu alisema unajua barua yako, hebu angalia hii barua yako ilikuwa imeandikwa which date? Ilikuwa imeandikwa I think July 2017. So ushaona unasema unaweza kuwa na kitu kwa desk yako lakini uioni. So mimi akiniambia hivyo aniambia mimi hata sijui but anyway ndio tumekuandikia ingine. So sign hapa uta report job Monday. Ngambie wewe sema ati hapana. So mimi hata kiniambia hivyo mimi najua ni nini inaendelea lakini sitaki kumshock. Unajua kwanza story ya altars ukianza kuambia watu kuna mtu anaweza ona nikaona mwambie vitu za uchawi. Yaani apeleka madhara. Anaweka kichwa yako ifanye fiti. So nika sign fast forward nikaingia job hiyo Monday and that's where now I am currently. But for me the reason ilifanya nika stick kwa hii church ni the teachings. Like I like a church that inakugroom ku understand the Bible, iache usikwe sycophant. That's the thing. Because I feel kuna watu Sunday wao huenda church ndio wasionekane hawakwenda church. Like ushapata ule mtu anakuuliza leo kwenda church mpaka yani nikaa na kuona wewe umefanya dhambi but anasahau pia kwenda church haimaanishi tumeokoka. Kama kwenda church haimaanishi eti your relationship with God iko fiti. Like me feel mimi hata by then kuna msee in church siwezi mjudge. Mimi hata mimi mwambia mtu wewe kama una feel relationship yako na God ni kitu una build every single day. That's what matters. Juu hata ukienda home unaona kama Waislamu so unakuwa na mkeka unapata kuna mali atenda apige sala yake ani kumaanisha make you place altar yake na ana communicate na God like anambia God this place I make it a holy ground for you. So from that time sasa vita zikaanza. Unajua when you break in altars kitu I've come to realize sema kama kuna watu wameendea kwa wachawi au waganga au whatever ni kama kuna alama inakuanga imekuwa activated hiyo side nyingine. Side wase wamejua sasa lazima mcounter. I cannot say how many attempts on my life and life ya madhangu sister yangu tumekuwa nayo zimekuwa mingi mpaka imefika mahali nimekuwa immune. Like hata nisikie kuna mtu hapa na gana amekuja kuniua siwezi tense. Juu imefika mahali like I just tell God give me cover, protect me. Kuna kitu apostle aliniambia this altar ndio altar itakupigania. So always ensure you raise your God to the highest levels. Juu sitaki get too much details but kama last week Thursday nilikuwa nimetumia watu na physically. Yes. Na nilitoka kwa hao tu hivi na wanakuja na gari so they were to abduct me and do the necessary. But ushaisikia when you trust God and you show God protect me and cover me that wherever I go my enemies will be powerless. Like mimi natoka kwa gate na ndio gari yao inafika wakaniangalia tukaangaliana nikasa wakastuka like shit. Tulikuwa unaona kama vile mmefika mnasema acha tufika hapo tupange vile tutamuendea tufanye 1 2 3 then mmefika sasa hata hapo hata time ya discussion. Then Songo Nduthi amekuja mbio ameshapendwa Nduthi tumeanza kuenda sasa wako reverse gari tumfuate kunifuata bla bla bla. Nikajaribu contact the necessary people. Walishikwa the next day though but
inafika mahali nikiangalia the past 1 year tumekuwa na over 40 attempts. Yani mpaka inafika mahali kaa umeka close na mimi, I think at all Vince anajua, na kuanga very cautious. Naweza kachini uone tu na survey area ndio naangalia nani anaka suspicious. Yani nifika mahali kaa nimekuwa KDCI of my own. Yani tu unakatu uone nini inaka different, nini inaka weird, nini ndani. Mimi hata nikitembea kwa street nione kuna mtu amenifuata tu, yani ni kama anafuata hivi for a long time. Kuna mahali nitafika nisimame nione utaenda wapi. Usiponipita najua kuna, ama nione una slow down pia najua kuna issue. Sasa naanza kutafuta vile nitakutoka. But either way I learned that even when you're dealing with trials, hizi vitu zote the guarantee is si eti God anasema juu I'm building a covenant with you, hautapitia challenges. Challenges zitakuwa hizi. Mimi chukulia hizi vitu na go through na my family ni challenges. But now do you believe God enough to an extent where he will navigate you through hizo rough sections to now wherever you're supposed to be. So kitu moja mimi nimekamkuambia God ni kama wewe ndio umeniprotect hiyo time yote, sioni how God will protect you for a year only to make 3 months later moya kuachilie, so long as you also serving him right and doing things as it should. So for me nashukuru God sana that YouTube, and that's why you say God anaweza tumia anyone or anything to communicate a message. YouTube kwa watu wengi tunaenda either kuwatch highlights za ball ama kuwatch mavideo za ngoma ama nini. But hiyo siku nilikaa chini nikapata the right video that needed to give me hiyo peace ni saizi niko nayo. So since then it's been what it has been, and I'm usually grateful. Na na hope hata hizi vitu tumeongelea kama story yako reveal ni kitu kuna mtu atarelate nayo mwenye na watch na atakuwa like kuna kitu nimekuwa nikifight but nimekuwa na very hard time getting over. Na my appeal to other churches ni msiwe judgmental. Actually you find usema sometimes wale watu mnadhani they are sinners, those are the people that sometimes unapata they have a better relationship with God than our wanakani kama ko very holy or something. So give people a chance. Iwe ni mse akuwa na fight addiction of any kind, iwe ni mtu anapitia hard time, maybe marriage or whatever, embrace them. Na mimi what this church has shown me is where there is love you feel at home. Like hakuna siku nishaipata na apostle nikafeel judge. Miu feel leo niambie nini na kusumbua, ananiambia vitoka hii ifai kusumbua, fanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na unapata analan kukumenta, kukugroom, kuwa a better person, ku understand Bible. Na for me I think one of the greatest lessons I learned in 2024 as I finish is hizi vitu zimekuwa zikifanyikia familia yangu, mimi na my family, ilinifanya nika grow so bitter because I wanted to revenge. Unajua ile hujakosea mtu lakini yeye anakutafuta tu. But kuna kitu apostle aliniambia, na I have a chain that hata imeprint hiyo scripture hapo. Romans 12:19 where he says do not avenge because vengeance is for the Lord. And it talks about when you learn to treat people kindly wale wamekukosea, hiyo kwa God ni kama unaona ukiwa na moto then ongeze kuni, what happens? Moto inaendelea kuwaka. So when you treat people kindly wale wamekukosea, it makes them actually, yani ni kama ndio Mungu anatayarisha, yani ni kama hiyo kichapo inakuwa kwa gym, yani tu inaendelea tu kupiga push ups kuwa ready ku deal na enemy wako. Juu hata job nimejaribu kuwekewa sumu so many times, ina backfire. Mpaka the same people wenye tuwakuweka sumu wanasema ama umsee anatumia juju, unajua? And that's when you realize watu wengi wa believing in power of God, because anything. So sikia hapa apostle the other day alisema, why is it that mtu akisucceed the first thing people say msee devil worshiper ama Illuminati ama, na unapata msee ame hustle
Okay, si kila mtu. Of course kuna wale watu kuna questionable ways vile walipata do ama wealth, but una imagine kama kuna wale pia wame hustle like the right way, wamefungukiwa na njia zao, but juu watu wako na wivu, people will always say mtu kuna venye ni kama anatumia juju. Lakini mtu naonaga like anakuganea mentality, naona like akisoma Bible huwa understand. Kwa sababu ukiangalia mtu kama Abraham alikuwa blessed, alikuwa rich. Like mtu like those days mtu akona slave, mtu akona pesa, si ndio? Kama Isaac pia. Kama okay, siji story ya venye alitafuta nini, lakini venye niliona venye Abraham alitafutia, ilikuwa ni yeye ndo alitafutia Isaac nini bibi. Kuna story okay, sijui story fiti, lakini ukiangalia hapo uone mtu blessed already, si ndio? Mtu anafeel ako na do. So ndo like ukiangalia like Christianity, alafu Christianity inafaa iambatane na wealth, kwa sababu like God anakuaga, ndo maana mimi nikiangalia mapasta wana drive magari big sometimes, nikiona na wazazi sometimes hadi mimi naona like ni kama niko hapo. But I think the thing is this, they say see scripture nasema God is the God of gold and silver, I think. Yani ni Mungu kuna utajiri wote ambao that we look for. Na I feel like the reason why hata unapata watu wengi wamekuwa duped by, I don't want to call them fake pastors, but pastors who try to take advantage of wale watu wame lose hope in different scenarios, because the people that have been taken advantage of waja take time to understand the Bible. Mimi kitu moja nilirealize, ukitake time ku learn na ku understand Bible, unaona vile hapa sisi unapreachiwa, unaoneshwa how it applies in real life, anakupea testimony yake, inakufanya unaelewa scripture more. Mtu kama hawezi danganywa na pastor anataka take advantage of you. Juu already uko na hiyo background ya mtu anakufunza kuelewa vile vitu ina work. The way like I remember there's one thing my parents I taught them na wako wanajua for the longest time. Kama nimelelewa from an Anglican setup. So hao ilikuwa wakitaka kwenda maybe kuombewa or something, wataenda on a provost, because I know like Anglican sana kwa provost and then bishop. Ataenda kwa provost kwa ofisi yake, amwambie shida nini na nini, aombe, and maybe they give a sacrifice. But you see kuna kitu hapa tulifunzwa which now made sense here. Ukienda upe apostle sacrifice yako huko, it does not have the same impact kama ukiweka kwa altar. Juu hii altar ndio inafaa kutufaitia. Hii ndio kama place God anoint, this is my holy ground. So ukikuja uweke hapa, hata ndio maana hata zingine uita watu, wanaambia watu kama unataka kuombea kuja hapa mbele. Kwa nini? Juu anataka kama una feel ashamed of the crowd, inamaanisha uko ashamed of God. So ikuja wacha watu wakujaji waseme gai, mtu ana smoke, mtu kunywa, mtu fanya kitu fulani. But anajua the moment unatoka hapo, una feel free. Kuna besi yangu hapo behind the scenes, hapa behind cameras. Nilimleta hii kanisa, alikuwa hiyo siku watu wakisimamisha hapa mbele. Naona tu mguu inafanya hivi inarudi. Inasimama hivi inarudi. Na because I know sometimes mtu najiuliza nikienda maybe watu watanionaje. But hata after aende hapo mbele, alika baadaye tukiongea kwenye by kuna peace fulani ana feel hakuwa na feel before. Na that's why mimi sema sometimes when people ask what is your definition of rich or wealthy, mimi sema my definition of wealthy or rich ni first have peace. Juu hata ukiwa na do na una peace utaenjoy. That's it. So tuko in the last segments ya the episode na okay, nilikuwa na last question na nilikuwa nataka like kila msee aniambie ama kila msee atuambie nini umewahi hapenia like tuseme last year ama anytime tu ukaona tu yenyewe kuna Mungu. So tunaweza anza hivyo tu tukienda hivi. You know, sometimes I just sit down and think, and maybe I like to challenge like everybody. Just look around you. The way the world is, I mean, we have
very beautiful sceneries. We have all kinds of animals. We have all kinds of living creatures on the sea, on the land. And for someone to say there's no God, I think they'll be very much, even us as human beings, we are, I don't want to say we are animals, but we are, a bit advanced. We are advanced actually, intellectually. So for anybody who really can say that there's no God on this earth, I think they'll be very much mistaken, because there's so much diversity in the planet. So it leaves one to wonder, how did it all come to life? Because you try and think, how were we formed as human beings? How have these animals come into existence? How has the scenery, terrain, the seas, the land, the seas, everything. So, I mean, how did it come to place? So if someone says there's no God, then I think they might be highly mistaken, because it's too much of a coincidence to have the very many plants that we have on this earth, the very many birds in the air, living creatures in the seas. And also something, my number 2 to emphasize that there is indeed a God, or just to answer Neville's question on an event that might have happened to you, and just to to prove to you that there's indeed a God. Me, what I'm usually thankful for, because this has happened to me a number of times. I've been some, okay, I won't call them attempts, but as you just traverse through town, or just as you're coming here, or just going this escape attempts mingi za kuongwa na gari, so that I can't just pass you. I mean, this could have passed with me. This is not by coincidence. This is just God just preserving your life. So me as a Samatuni, there have been very many attempts that I could have been injured, even to the point of death. But due to that safety, because I actually there are more than 7 times, I can say, even more than that. So for the fact that I'm alive, despite all those happenings, I really thank God. And even as I walk the streets, even as I do it, I'm not afraid, because I know that this God, even if there's another attempt by the devil to take my life, I know He will come through for me. So that's how I really know that this God. That's when the instances, the first one being the diversity of this earth. I mean, our planet supporting life. We have all these kinds of animals, birds. Even as human beings, we are animals, yes, but we are we animals really? I don't know, but beings. we are mammals. Right. So that's what makes me believe that there is a God. And also number 2, the attempts of on my life, the devil trying to steal life away from me. I think yes, that has been God working the scenes. I think that's more or less covers. To answer your question, shushangu ako Hussein Lazo alikuwa na stroke, but sasa last week for 9 days, last week 9 days alikuwa amelazwa in kennel. Alafu condition yake hata kilisiwa, ulikuwa tunaona umse alikuwa fiti, but sasa wakamrelease tu, wakasema alikuwa anafanywa therapy nini ndo eze kwa mobile. Sasa Thursday usiku akagonjeka tena, akaanza kubreathe, oxygen yake ikaanza habreathe poa. So akapelekwa ushago kwetu Nzagagatanga. So akapelekwa usinitwa Kirwara. Kufika madaktari hadi swali ilikuwa mbona walimrelease akiwa hivi nini. Then cousin yangu bwanake ni doc, alikuja tu akasema hawako wanamtibu anything hakuna. Sasa mimi niko naambia kina mamangu kuna reason alitolewa huko hata na hiyo condition yake, kumaanisha angeendelea kukaa huko angepass, cause tukiwa huko watu wawili walipass hiyo week. So mimi niliona tu ni Mungu alimtoa kwa hiyo hosi, hata kama hiyo condition yake ilikuwa mbaya, ndo at least a pave way for a better hospital to tuende. Yes, for me, wengi wenye wananijua nakuwaga na temper fade na nakuwaga na fade. So yangu nikaenda a funny story. So mi tu nikiwa toka kanisa tu, mama fulani tu akanisimamisha akaanza kuniambia
nafaa kunyoa, sijui kusumbuliwa na makarao nini, lakini ni ukweli nilikuwa nasumbulia. Kuna time moja nimesimamishwa, mimi nimetoka kwanza, nilikuwa nimetoka youth meeting, nimetoka tu picha hivi karao ananiita, nashangaa nitia nini, unajua mimi naambia nimetoka kanisa nini. Anyways, hiyo story, a different story. So kaanza kuuliza kaanza kuniambia nafaa keep long nini, basically nafaa kuwa decent, si ndio? So mimi naona tu aone mwadhe tu understand like any Look. ni look siku hizi. So kwanza alikuwa ameniketisha kando na Mango hapo. Mango ameniangalia tu, amenismailia tu. So and then this day like the previous day sasa ndo ninyoe sasa. Kuna sasa Mango like kuna mahali aliona akaniambia like na wenye wako hapa sitaki mfeel the type of way mimi tunasema tu like kunyoa sides like ilikuwa kuona the dead. Hadi kuna Waislamu walikuwa wanasema like hii nini like kunyoa nini sides hadi kwa Bible like basically mimi nikisoma at that time mimi nilikuwa naona hizi ni customs za Jews, mimi si nini Myahudi nini. So mimi nikasema hivi, kama Mungu anataka ninyoe tanyoa. So next day nikaambia mwadhi yangu nipe do niende ninyolewe. Sasa nikienda nikanyolea. Nikinyolewa mimi na try kuwa decent kwa sababu sasa nimeanza kuhandle huko. So nikinyolewa mtu akaninyoa side moja. Akanyoa vibaya. Nikajiangalia kwa kioo hivi. Na mtu anaona ameninyoa vizuri. Mimi naona hajaninyoa fit. Naona tu amenimesa. Nakaa hivi nikamwambia hebu jaribu kufix. Nywele tu inateremka tu. Nikajiangalia hivi nikasema okay, ni sawa tu. Nikajiambia tu like nilikuwa nishaambia Mungu kama nataka ninyoe. Kasema tu ni sawa, nikanyoa. Nikajiangalia naingia kwa nyumba naambiwa nakaa handsome. So sasa hivyo ndio wenyewe. For me, I think based on story nime narrate before, I think every single day through how he protects me, I know there's a God in heaven. What I'll just say, when you see me, just know I'm a living testimony. That's how I'll say, just know there's a God. I can't even have, you can't have the right words to even explain to someone. Like unaambia tu God, unaambia mtu, ukiniona tu mimi wejua, wejua tumeona kuna miracles God amenifanyia that it may happen. Na I'm always grateful every single day. So yeah, that's just me. Okay. Kwangu naweza sema last year October, watu wenye mlikuwa mnasikiza news, Lebanon kulikuwa na war about Israel, Palestine and Lebanon na Syria. Sasa kwetu mabomu zilikuwa tu zinakuja. Sasa mimi nilikuwa napotea nikijisikia. Sasa one day tulikuwa tunapika. Mimi nikasikia watoto wakilia wanasema, "Oh my God, hii nyumba inaenda chini." Sasa nikaanza kuuliza, "Kwani nyumba inaenda wapi?" Tukaenda kwa juu tukaona at least nyumba yenyewe ilikuwa nest wamepigwa na bomu na watu wamekufa. Sisi tukabidi tupotee. Sasa venye tulipotea tukaenda karibu na Syria. Tukawa hapo mimi nikaanza nikaomba. Sasa nikaambia pastor, sasa kumeharibika kabisa. Sijui niende wapi. Sasa hii hawataki niende home juu hata sikuwa nimemaliza contract. Because niliendanga kwa 2022 June. Nikaenda nikachange nyumba juu nyumba yenyewe nilikuwa ya kwanza wakatravel wakaenda Canada, nikakataa kwenda na wao. Juu nikienda na wao itakuwa mess juu mimi nitajilipia flight. Nikasema acha nitafute nyumba nyingine nifanye kazi. Sasa tukaenda. Sasa nilikuanga na 1 year. Akasema hatuwezi kulipia flight. Hakuna venye unaweza kaa kwangu 1 year alafu tukulipie. Ikabidi sasa nikaanza kuomba. Nikaambia Mungu, sasa one day nikasema mimi nitapotea niende home. Sasa hiyo sisi huko hakuna embassy ya Kenya. Embassy yetu ilikuwa Kuwait. Hiyo time nikaongea na agent wangu akiwa Kenya nikamwambia,
Sasa mimi nataka kwenda home na wataki kunipea kitu, na hiyo time nilikuwa nalipa proti, kwa hivyo sikuwa na anything nilikuwa nimesave. Sasa nilikuwa sina kitu, lakini nikasema mimi nataka kwenda home. Nikaenda nikaambia huyo kijana huyo, mama unipeleke, kuna place yenye mimi nataka unipeleke. Mimi nikapaka kila kitu yangu na nikatoka. Nikaenda place kai, nikakaa hapo nje. Huyo mama na yeye akaanza kunifukuza. Akaniambia hawakuji leo, watakuja on Monday, na sasa ni Thursday. Sasa mimi nalia tu, mimi naomba Mungu, namwambia mimi nataka kwenda home. Hiyo time nilikuwa nampigia watu wa Kuwait. Akaniambia kuna madamu anakukujia, sasa mtaenda na yeye. Tukaenda na huyo madamu. Sasa venye tulienda huko, mimi nilikuwa na passport, nilikuwa na everything, documents zangu na kila kitu. Sasa nikakaa huko. Mimi nilipata watu wenye wamekaa huko almost a year, but mimi niliingia huko Thursday, Friday, Saturday. Hizo siku hakuna siku yenye nilikuwa naenda kuchukua food. Nilikuwa tuna fast, nilikuwa tunalia. Lakini on Sunday Apostle akaniambia Mungu amesikia kilio yako na utarudi home. On Monday huyo secretary akakuja akaniambia tumekubukia ticket na utaenda on Wednesday. Imagine nimefast only 3 days na Mungu ameshanijibu. Sasa niko zile za sasa naenda home, sina kitu. Sasa nimeanza kuregret kwa nini nataka kwenda home na sasa hizi sina pesa. Nikijiuliza sasa naenda kufanya nini, sina kitu. Lakini nitaenda kuuza zile plot zenye nimenunua? Hapana. Hapa kwa nikaona wamenipea $600. Nikajiuliza wananipea for free? Akaniambia tunakupea for free. Sasa nikaona ni kweli Mungu anafanyanga kazi. Unaona sasa hiyo pesa nikikuja nayo Kenya ilikuwa almost 8K. Nikasema ni kweli Mungu anafanyanga. Sasa hiyo nikaona ni kweli Mungu anakuanga uhai. So do time na run out, so nilikuwa nataka kila msehemu kuna atupe final remarks, like anything tuko kwa your mind, kitu unataka kushare, na to keep it short juu tutakuwa na more episodes, so to keep it short ndio tunaweza part sasa. So Charles. Right. My parting shot is rather brief. I'm just going to share with the rest of the audience as well as those who are watching about my New Year's resolution, which I think should resonate to everybody's resolution, even if it's not the same, but this is what I wish for my friends, this is what I wish for the general audience. Basically, let this year be your year of your God in the Bible. And be prayerful. Now, just sometimes it's not very easy to pray because maybe sometimes you might feel sleepy or what, but even if you chant just a word or two to God, it makes a difference. So it's just a challenge for us to be our ear of God, like the Bible. Try and read the Bible as much as you can. Seek forgiveness from God for sins which are done voluntarily or involuntarily. What was the next thing? I'm just basically trying to be a better person, a better citizen to the country, because Apostle is always praying for the nation, the leadership, politics. Just try to be a better citizen, better member of your family, better friend, better spouse, etc., etc. Although there's one that I wanted to say, but it's like I've forgotten. And also serve God with humility. The Bible says, "Blessed are the meek, for the kingdom, for they shall inherit the earth." Or another scripture says that blessed are those who humble themselves like little children, for the kingdom of God is theirs. So that's just but my challenge to the audience, to the people viewing. So let's try and embrace that, which also happens to be my resolution. I just wanted to share that with you. That'd be great. Kimberly. My parting shot, Ruto must go. Yes. Parting shot yangu ni stay tuned. This is just the beginning. Tuko na more stuff coming up, like sahi hadi zinajua setup, najua sahi, lakini tulie tu nakuja. Mine, I would want to quote Matthew 6:25, where it says, "Do not worry, for God provides for the birds of the air." And when you ask God to provide for you, He will. So imagine the birds haina eti like keja ina rentisha, yani ina fly from wherever to wherever, but God finds a way to feed it, to give it water, maybe to drink,
a habitat where it can stay. So imagine if God can do that to a bird, what about you as a human being? So my final words are, let us learn to serve God diligently. And for those youth out there, serving God is fun, by the way. Mtu asikudanganye eti sijui serving God is boring. It's fun. So you can join us at Crusaders for Christ. We are just here Coffee Plaza, mezzanine floor. The Coffee Plaza iko just opposite Easy Coach. In case of any other details, we'll share in the video so that you can be able to contact us. But we'd want to have all those that feel rejected, all those feel maybe, for example, wamekuwa judged and all, wakuja to join so that we can create a community that takes care of one another. Be blessed. For me, it is like it's supposed to read in the book of Psalms 27 verse 7, which says, hear me, Lord, when I call you, be merciful and answer me. Now, in every time when you call God, God hear you. Thank you. Okay. Yeah, so that's it for this sitting. Till next time. Till next time. Bethel Clouds TV, empowering lives.